Kama wewe ni rais na lazima uambiwe ndio ufanye kazi yako, wewe toka, tuweke mtu mwenye anajua ile kazi ilimtuma kwa hiyo ofisi. Na ndio kwa maana mimi nimeshaamua. Wewe kama hujaamua hiyo ni yako na nakuheshimu. Lakini mimi nishaamua Ruto lazima akule one term na aende nyumbani. Wale wanasema two term tunawaheshimu, si ndio? Na pia sisi watu heshimu, kwa sababu haiwezekani unaamka kila siku walimu wanalia, madaktari wanalia, watu wengine wote wanalia. Mheshimiwa Caleb Amisi atakwambia tunafanyishwa kazi ngumu. That is not what is supposed to be. How can there be every day the country is crying? Alikuja bunge juzi, mimi huwa siendi mkutano yake mnajua. Kwa sababu kuna rafiki yetu hapa ni speaker anaitwa Weta. Unajua sheria ya bunge inasema, Caleb anajua, wakati rais anazungumza ati sisi wote tunafaa tunyamaze tu kimya. Hata akisema kitu mbaya na yenye ni uongo ya wazi, ukikohoa tu hivyo unasikia Sifuna nje miezi 6. Sasa si afadhali tu nikae huko nje ndio nirudi tena nianze kuwatetea. Hakuna haja nikae hapo nikisikiliza uongo yake. Rais anakuja bunge, anazungumza, kwanza amekuja na manifesto mpya. Sasa hii amesema anaanza mambo mengine 4. Ile nyingine alitudanganya ya bottom up sijui iko wapi. Hazungumzii sasa hii. Unawezaje zungumzia mambo ya elimu ukose kutaja issue ya walimu wa JS? Ukose kutaja ile pesa zaidi ya bilioni 70 yenye serikali yako haijalipa private universities ya sponsored students. Haujasema kitu yote kuhusu hiyo. Hujasema kitu yote wa lecturers wamekuwa strike almost sijui miezi ngapi. Watoto wetu wako kwa barabara. Unazungumzia afya. Kina mama hapa wanakuja hapa. Yeye mwenyewe anasema atukienda hospitali ati matibabu ni bure na wakikuitisha pesa atupigie polisi simu. Vile watu wananiamshanga usiku wakisema Sifuna tutetee. Tutakuwa tunatuma hiyo ujumbe wenu kwa namba yake. Ukienda hospitali wakuitishe pesa usipigie polisi, pigia Ruto. Pigia Ruto. Kwa sababu kuna tofauti sana na mambo ambayo sisi tunasema kama viongozi na ukweli wa maisha ya wananchi pale kwa ground. Wananchi wanaumia bwana. Wananchi wanaumia. Mimi ile kitu nataka niwaombe, imebaki miaka 2 tu. Hata ni chini ya mwaka 1.5. Huyu jamaa lazima aende huko. Unajua wazee wameharibu hii nchi, sasa wacha mtupe nafasi turekebishe kidogo. Ule mzee tulikuwa tumesamehe tu ni Raila Odinga, kwa sababu kazi yake kwa hii nchi ni tofauti. Amepigania multipartyism, amepigania new constitution, lakini hawa wazee wengine wote tangu kama umefanya kazi kwa serikali ya Moi, mwisho wako ndio huu. Kama umefanya kazi kwa serikali ya Moi na bado huko atichukue kwa